Zamani nilikuwa nashangaa sana nikisikia mtu anasema kwamba mimi bwana, sihitaji tena ndugu kwenye maisha yangu, sihitaji mzazi, sihitaji mama. Yani mtu anataja tu bwana, sihitaji fulani ambaye anamuhusu, ambaye ni mtu wa karibu. Nilikuwa nafika siji nashangaa sana, najiuliza huyu mtu anawakana ndugu zake kwa sababu ya hiki kipato tu kidogo alichokipata ama ni nini? Kumbe nikwambie tu kitu kimoja, watu wanabeba siri za maumivu kwenye familia walizofanyiwa. Siri nyingi sana wanabeba, mambo mengi waliofanyiwa na familia zao. Watu wanabeba maumivu makubwa sana, jinsi watu hao wa karibu walivyowatenda, mambo waliowafanyia. Kuna wakati mtu mpaka kuweza kufika sija kuweza kusimama ni kwa kudra za Mwenyezi Mungu tu, lakini kafanyiwa figisu na hao watu ambao ni ndugu zake kabisa, kafanyiwa ubaya na hao watu ambao ni ndugu zake kabisa. Kuna wakati mwingine mtu alikuwa anajitoa mpaka kupita kiasi ili kuweza kuwafanya ndugu zake na nyoa waonekane wako kwenye maisha mazuri, lakini mwisho wa siku kama hajakukuta huwezi kuamini ninachokisema. Lakini ndugu wanarudisha maendeleo nyuma, ndugu wanalotisha sana. Ukiwaendekeza kwenye maisha yako, ni bora kushirikiana na watu ambao sio ndugu zako. Hata kama ikitokea kutokea, mtapelekana kwenye ngazi zingine za kisheria, lakini ndugu yako huwezi kumfunga, ndugu yako huwezi kumshtaki kwa kuhofia anaweza kutengwa na ukoo, kwa kuhofia mambo mengi tu. Lakini kifupi, inaumiza sana kuona watu wako wa karibu ambao ulitamani kula nao matunda, ndo hao watu ambao wanatamani wewe au washirikiana na watu ili waweze kukushusha pale sehemu ambayo ulipokuwa, ubaki kwenye level yao sawa na maisha yao waliokuwa nao mwanzo. Kuna watu wanatamani usifanikiwe. Hao watu wa karibu yako kabisa, inawezekana damu yako, inawezekana watu ambao wanakuhusu, marafiki, wanatamani usifanikiwe na usifike sehemu ambayo unatamani kufika kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiona mtu anakataa ndugu, usimshangae.